Hey, habari, kama ilivyo kwa kawaida yetu. Leo ni siku nyingine tena, tutaendelea kumshukuru Mungu. Leo tutakwenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kuchora wiring ya umeme kwa kutumia simple way, yani bila kutumia zile complicated ways ambayo unaweza ukawa unatumia labda kompyuta kwa ku install app ambayo labda ukatumia AutoCAD to electrical ambayo ikakusaidia kuweza kuchora wiring tofauti za nini, za umeme. Sasa ile inakuwa ni vile complicated, ni lazima uwe umeweza kujifunza kiundani zaidi, umeona, kuhusiana na hiyo hapo jinsi inavyofanya kazi na namna gani unaweza ukaitumia vizuri kuweza kuchora hiyo michoro tofauti. Lakini kuna simple way ambayo huwezi kutumia hiyo hapo au haiwezi kukuhitaji wewe kutumia kompyuta kuweza kuchora. Kwa hiyo ambacho unachotakiwa wewe ni kuwa na vifaa tu vya kawaida. Sana sana waga tunatumiaga ni mathematical set kama hii hapa au compass, ambayo ni bei rahisi tu. Zinauzwa madukani shilingi 2500, zipo za 5000, umeona. Kwa hiyo ni kulingana na mahitaji yako wewe. Kwa hiyo ukinunua zako hii hapa kwa hii mathematical set yako ambayo inakuwa imecontain vifaa vyote ambavyo unaweza ukavitumia kipindi ambacho unataka kuchora hiyo wiring diagram yako. Lakini pia unatakiwa uwe na rula yako yenye urefu wa futi 1 au yenye urefu wa sentimita 30 kama hii hapa ndefu. Lakini pia unatakiwa uwe na peni yako, uwe na peni, umeona, uwe na peni. Basi ukiwa na hivyo vitu, una rula, una hiyo mathematical set, una peni, lakini pia una karatasi zako za kuchorea za ukubwa wa A4, basi inakuwezesha wewe kuweza kufanya kuweza kuchora. Lengo kubwa ni kukuletea hii mada ya kuweza kuchora ni kwa sababu nimeweza kupata comment mbalimbali za watu hasa wafuatiliaji wangu ambao wanakuwa wananifuatilia kila wakati ninapokuwa na upload video zangu. Kwa hiyo kwenye kipengele cha masuala ya kuchora hizo wiring tofauti za umeme, michoro hiyo ya wiring za umeme hasa majumbani na kwenye viwanda, kwa nimepokea comment tofauti zinaonesha kwamba kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya vitu ambavyo hawavifahamu, kwa wanapenda kuvifahamu kiundani zaidi. Ukifuatilia video zangu ambazo nimeelezea kuhusiana na masuala ya michoro ya wiring, ukiingia kwenye akaunti yangu hiyo, kuna video ambazo nimeposti za kuhusiana na michoro, nimeelezea, umeona, japokuwa sijaelezea sana kiundani, umeona, lakini unaweza ukapata mwanga ni namna gani ya kuweza kuchora. Sasa nimeelezea kwenye vile vitu ambavyo ni simple, labda kama ni nyumba ya vyumba viwili au chumba kimoja. Kwa hiyo unawezaje kuchora mchoro wa hicho chumba kimoja au vyumba viwili kwenye upande wa wiring, umeona, ili kuweza kuchukua huo mchoro kuweza kuwasilisha kwenye kuomba kuweza kuwekewa umeme TANESCO, umeona mpaka hapo. Kwa hiyo sijaweza kuweka ule mchoro ambao ni very complicated, labda ni nyumba kubwa yenye vyumba 4, vyumba 3 ambao ina kila kitu, ina sitting, ina dining, ina public toilet, ina kitchen, ina store, umeona, lakini pia ina corridor kibao, umeona. Hiyo sijaweza kuonyesha, umeona. Kwa hiyo hapa sasa nimeweza kukuletea sasa ambao mchoro ambao ni very complicated, ambao ni nyumba kubwa yenye vyumba vingi, yani tuseme kwamba ni nyumba ambayo ni ya kisasa ambayo ina kila kitu, umeona. Sasa ukiwa na nyumba kama hiyo unawezaje kuchora mchoro wake wa wiring ili uweze kuwakilisha kwenye masuala ya maombi ya kuwekewa umeme TANESCO. Kwa hiyo sasa sisi tuna mchoro ndo kama huu hapa, mchoro wetu ambao ni nyumba yetu hii hapa kama jinsi ambavyo inavyoonekana. Sasa hapa nitakwenda kuelezea kwa kitu kimoja baada ya kitu kingine, tutakwenda taratibu, umeona. Leo tutakwenda kuangalia vitu muhimu ambavyo unatakiwa uzingatie kipindi ambavyo unapoanza kuchora mchoro wako, umeona. Leo tutakwenda kubezi kwenye upande wa
master bedroom. Kwa kwenye nyumba yako, ukiwa na nyumba ambayo ni imekamilika, ina kila kitu, kuna bedrooms. Lakini kwenye bedroom kuna rooms ambayo inakuwa ni master, ambayo hiyo mara nyingi sana anakaa mwenye nyumba au baba mwenye familia. Umeona? Sasa leo tunaenda kubezi kwenye upande huo. Je, kwenye master bedrooms kuna vitu gani vya kiumeme ambavyo unatakiwa uvizingatie kipindi ambapo unapokuwa unachora mchoro wako? Kwa sasa leo twende tukaangalie. Ukiangalia mchoro wako huu hapa, ni kama umekava karatasi zima la A4 kama jinsi unavyoliona. Umeona? Ni kama yani mchoro yani kama umeenea. Umeona? Kwa sababu gani? Kwa sababu mchoro ni mkubwa, una kila kitu, na nyumba ni kubwa kama jinsi ambavyo inavyoonekana hapo. Kwa ukiangalia hapa, ukiangalia hii hapa, hii ni sitting room. Umeona? Ni sehemu ya kupumzikia. Ukija kuangalia hizi ni corridor hizi. Ukiwa una kwenye hizi corridor, ukija huku hapa, ukija kama ukiingia hapa kuna mlango. Hii ni bedrooms. Lakini bedrooms ina choo yake. Umeona? Ukitoka ukisema uje kwa mbele huku kuna hii corridor, ukitoka tena hapa kuna mlango tena hapa. Ukiingia tena hapa ni bedrooms. Lakini sasa hii bedrooms ukija kwa hapa ina nini? Ina kama chumba kidogo, lakini pia tena hapa kuna kama chumba kingine. Kwa hiyo ukishaona hivi hapa kuna bedrooms, maana yake hii ni sehemu ya closet. Maana yake hii ni sehemu ambapo unaweza kuweka ukafiksi kabati kwa ajili ya kuweka nguo. Umeona? Lakini ukija huku mbele, hii mbele inakuwa ni nini? Inakuwa ni toilet. Kwa hiyo hii ni toilet ya master bedroom, lakini hii ni sehemu ya closet, sehemu ambapo unaweza ukafiksi kabati zako kwa ajili ya kuwekea nguo. Kwa nguo badala ya kuweka huku kabati, kuweka huku kwenye chumba, kuna sehemu ambapo unakuwa unajenga maalum kwa ajili ya kuweka kabati kwa ajili ya kuweka nguo zako na viatu na vitu vingine. Kwa hiyo hii hapa ni master bedrooms ambayo inakuwa imejitosheleza kama hivyo. Kwa hiyo master bedrooms lazima iwe na utofauti na vyumba vingine. Kama jinsi ambavyo unaona, hichi chumba chenyewe kina toilet tu, lakini haina sehemu ya closet. Kwa maana yake kama ni kabati lazima taliwekea kwa ndani. Lakini master bedrooms kabati aliwekea kwenye chumba, inakuwa ina sehemu yake maalum kwa ajili ya kuweza kufiksi hiyo kabati. Kwa hiyo obvious hii hapa inakuwa ni master bedrooms hata kama hujajua vyumba vingine vikoje. Kwa hiyo ukitoka ukija huku tena kwenye hii corridor, ukija hapa tena kuna corridor, hapa kuna mlango. Ukiangalia hii hapa, hichi pia ni chumba. Ushaona? Lakini hichi chumba hakina choo chake. Umeona? Ukitoka nje ndio unakuja unakutana na choo. Umeona? Na hapa tena kama ukija tena huku mbele tena hapo, ukiingia hivi tena huku tuna nini? Ni chumba. Nini maana yake? Maana yake hichi chumba na hichi hapa chumba wanachangia nini? Hichi choo. Lakini hichi choo pia kipo free, hata mtu ambaye ametoka huku akija hapa kwa wazi unaweza kufanya ukaingia. Kwa maana yake hii ni kama public toilet. Kwa hata kama ni mgeni amekuja pia anaweza kutumia hichi choo. Umeona? Lakini kwa watu wa ndani, umeona, maana inamaanisha kwamba hichi chumba na hichi chumba ndo wanachangia hichi choo. Umeona? Pia ukitoka tena ukija huku, ukiwa kama unaingia kama unataka kuingia kwenye sitting room, before hujaingia hapa kuna kachumba kadogo. Umeona? Lakini hapa tena kama ukitaka kutoka huku unatoka ni nje. Hichi hapa ni kama kivalanda. Umeona? Kwa hiyo sasa maana yake ni ukitoka kwenye kivalanda ukiingia, siku zote pale unapoingilia ukitoka nje ukiingilia, hii hapa inakuwa ni jiko. Kwa hiyo hii ni kitchen. Umeona? Na kitchen huaga vinafuatana na nini? Na store. Kwa obvious hii hapa ni nini? Ni store. Kwa baada ya kutoka kwenye kitchen, siku zote lazima upite nini? Dining. Kwa hiyo hii hapa ndio dining. Na ukitoka dining ndio unaenda nini? Unaenda sitting. Kwa kitu kingine cha msingi ambacho mtu anatakiwa kujua ni lazima ujifunze kutafsiri ramani za nyumba. Kwa kabla hujaanza kuweka zile pointi zako za umeme, kitu cha msingi ambacho unatakiwa ufahamu ni kujua kusoma ramani yako ya nyumba inatakaje. Kwa hiyo sasa unaweza ukajikuta client wako yeye anakuta labda yeye yuko busy, labda hana muda wa kukupeleka site. Kuna yeye anataka labda kujua makadirio ya upande wa umeme, labda ina cost kiasi gani kuanzia material, umeona, mpaka labor charge, umeona.
Kwa hiyo anakupa tu mchoro wa nyumba, anakutumia labda kwenye WhatsApp, jamani nyumba yangu iko hivyo. Jinsi inavyoonekana kwenye ramani ndio jinsi ambavyo ilivyojengwa hivyo. Kwa hiyo cha kufanya fanya designing zako. Ukishafanya designing zako, tengeneza makadirio afu unitumie. Umeona? Kwa hiyo sasa na wewe site hujafika, hujajua kwamba hichi ni choo, hii ni nyumba, hichi ni chumba, hii ni dining, hii ni sitting. Umeona? Umepewa tu mchoro. Utajuaje? Kwa hiyo ni lazima uweze kujifunza ni namna gani ya kuweza kutafsiri nini michoro. Hicho ni kitu cha msingi sana. Umeona? Hasa michoro nini ya nyumba. Kwa hiyo lazima ujue sitting inakuwa na sifa gani. Lazima ujue bedrooms zinakuwa zina sifa gani. Na lazima ujue master bedrooms zina sifa gani, dining ina sifa gani. Umeona? Utaitambuaje dining? Umeona? Kwa obviously dining utaitambua kwa sababu dining mara nyingi huwa inafuatana na nini na sitting. Kwa hiyo ukiangalia hapa, hii hapa ni dining. Umeona jinsi ambavyo inavyopakana kwamba ukitoka hapa ndo unaingia huko. Ndo obvious inakuwa hivyo. Kwa maana hapo ukimaliza zako kula unarudi zako sehemu ya kupumzika. Umeona? Na dining pia huwa vinakabiliana na nini na jiko. Kwa maana mtu akimaliza kupika hapa, anakuja anafanya analeta hapa. Hawezi kumaliza kupika hapa eti akatoka hapa akaja akaleta chakula huko. Lazima alete chakula wapi? Hapa. Kwa dining na kitchen huwa vinafuatana. Na kitchen utaijuaje? Kitchen huwa inakuwa ina mlango wa kutokea nje. Umeona? Inawezekana ni mlango wa mkubwa au mlango mdogo lakini wa kutokea nje. Kule nje kwa ukitoka nje ukiingia ndani, pale unapoingilia, umeona? Lazima ukutane na nini? Na kitchen. Japokuwa kuna milango mingine ukitoka ukiingia unakutana na sitting, mbele huko kwenye sitting ndio unakwenda kukutana na dining na kitchen. Lakini mara nyingi sana kitchen huwa inakuaga ipo karibu na mlango wa nje mdogo wa kutokea. Umeona? Au inaweza kawa na mlango wa nje mkubwa, lakini mara nyingi sana mlango wa nje mdogo. Lakini pia kitchen huwa inafuatana na store. Kwa kama hapa ni kitchen, lakini hapa kuna hichi kinani space. Kwa maana yake nini ni store. Kwa hiyo ni lazima ujue namna gani ya kuweza kufanya utafsiri. Na lazima ujue public toilet inakuwaje. Public toilet ni toilet ambayo inakuwa ndani, ambayo kila mtu anakuwa na access ya kuweza kufanya kuitumia. Lakini zile toilet ambazo zinakuwa zipo ndani ya vyumba, zile sio public, ni kwa ajili ya chumba husika. Kwa kama hicho choo kikiangalia hichi hapa. Kwa maana yake mtu akitoka huku akija anafika anaingia. Huyu aliyoko huko ndani akija anaingia. Huyu aliyoko huko ndani akija afanya anaingia. Mtu alitoka huku akija afanya afika anaingia. Kwa maana yake hichi choo kinaweza kutumiwa na watu wote. Lakini tofauti na choo hichi hapa. Choo hichi hapa maana yake mtu aliyoko huko ndani ndo anaweza kutumia. Kwa sababu huyu akifunga hapa mlango, umeona, hakuna mtu ambaye anatoka huko anaweza kaja kafaje akatumia. Lakini hichi cha hapa maana yake hapa panakuwa pako free. Umeona? Kwa mlango unakopotoa hapa. Kwa mtu akija anafikia anakuja moja kwa moja anafikia nini? Huu mlango anafungua anaingia. Lakini tofauti na hapa. Kwa mtu akija hapa kwanza anakutana na huu mlango. Umeona? Kwa hiyo inamzuia hapa kuja kuingia kwenye hichi choo. Maana yake mtu akitoka hapa ni lazima afunge chumba chake. Lakini choo kinakuwa kipo wazi. Kwa hiyo ni lazima ujifunze namna gani ya kuweza kutafsiri mchoro wa nyumba yako. Kwa hiyo hii ndo nyumba yetu, na jinsi ambavyo unavyoangalia ina chumba kimoja, cha pili, cha tatu, cha nne. Ina vyumba vinne. Kwa hiyo ukiangalia mchoro ni very complicated. Kwa maana yake kama ni kuweka pointi za umeme, ni lazima pointi zitakuwa nyingi. Kwa hiyo ukiangalia sasa mchoro wenyewe unaonekana ni mkubwa, ndio maana umekava page nzima yani ya A4. Umeona? Na unapokuwa unafanya designing za umeme, kuwa huru, wewe ndio designer. Kwa ufanya unavyotaka, usikalili kwamba kwa sababu fulani alifanya hivi na mimi ngoja nifanye hivyo hivyo. Hapana. Kuwa free, kuwa na amani. Wewe ndio designer. Wewe ndio unaelekeza namna gani ambavyo design yako itakavyokuwa. Kwa yule ambaye atakuja kusoma, kwa anasoma kulingana na kitu ambacho ulichokiandika. Kwa unakuwa free. Designing haina kwamba ni lazima ufanye hivi, hapana. Umeona? Kwa kila mtu ana design anavyojua yeye. Hata kwenye magari inavyokuwa hivyo. Mtu aliye design Toyota ni tofauti na mtu aliye design Mercedes Benz. Umeona? Ni tofauti na mtu aliye design labda Nissan. Umeona? Kwa zote hizo ni kampuni tofauti, lakini wote wana lengo moja la gari. Ni gari lakini ni kampuni tofauti, lakini design ni tofauti. Kwa kila mtu ana design anavyojua yeye. Kwa na michoro inakuwa ni kama hivyo. Wote tunachora michoro ya umeme.
Umeona, lakini design haziwezi kufanana. Zinaweza kuwa tofauti ni kulingana na aliye design anamaanisha nini. Umeona. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia kuna design zingine unakuta page moja unakuta inakuwa imecover kila kitu. Kwa unajikuta upande mmoja inakuwa ina upande mmoja labda upande wa huku wa kushoto sehemu kama hii hapa ndogo unakuta labda jengo, alafu ukija kwa huku chini hapa ndo ameweka labda symbol and description, kuweka zile keys, alama mbalimbali ambazo zinazokuwa zinaonyesha point zilizopo kwenye jengo lako. Lakini huku unakuta huku ameweka ile schematic diagrams. Upande huu hapa anakuwa ameweka ile schematic diagrams. Schematic diagrams maana yake ina diagrams ambazo zinakuwa zinaelezea plan nzima ya design kwenye nini, kwenye electrical layout. Electrical layout ni diagrams ambazo zinakuwa zinaonyesha connection mbalimbali zilizopo kwenye jengo. Kwa unakuta page moja inakuwa imecover kila kitu. Umeona? Kwa mwingine anaweza kufanya designing hivyo. Kwa sasa wewe sasa usikalili kwamba page moja ninataka nifanye kila kitu kwa sababu fulani kafanya, hapana. Kwa hiyo unafanya kulingana na wewe, je, utaweza kufanya. Mfano kama jengo kubwa kama hili hapa, kuweka kila kitu hapa inakuwa haiwezekani. Kwa hiyo unachokifanya unaweza kusema kwamba page moja ya karatasi ndio nikachora jengo langu na nikaweka pointi zangu. Alafu page nyingine sasa, maana yake hii hapa page ndio inakuwa hiyo electrical layout. Alafu page nyingine sasa ndio nikaja nikaifanya kama hivi. Kama jinsi ambavyo vinavyoonekana. Hiyo hapa page imegawa pande mbili. Umeona? Kwa upande huku nikaiweka hiyo schematic diagrams. Alafu upande wa huku nikaweka symbol and description, nikachora zile symbol zangu zote na maelezo yake. Baadaye hapa ndio nikaja nikaweka upande wa calculate load. Kwa baada ya kuweka zile pointi zangu zote, baadaye sana calculate load, total load iliyopo kwenye hizo pointi ni ngapi. Umeona? Kwa hiyo unataka na karatasi ngapi? 2. Kwa mtu akawa na karatasi ya kwanza ya jengo ambayo ina pointi zote, anasoma pointi zake, akiangalia ile pointi imemsumbua, anakuja upande wa pili anaangalia symbol, hiyo symbol ya hiyo pointi inamaanisha nini, akasoma, anakuja kutafsiri huko. Alafu hapa akaja akaweka nini? Hiyo schematic diagrams. Kwa hiyo ukawa na page zako 2 na kwa umekamilisha mchoro. Baada hapo unaipini basi. Umeona? Kwa hiyo usikalili. Kwa hiyo jengo letu ni kama hili hapo. Na kwenye kufanya designing kuna video zilizopita nimeelezea. Umeona, designing ya wiring za umeme zinakuwa zina pande mbili. Kuna upande wa electrical layout diagrams na kuna upande wa schematic diagrams. Nimeelezea schematic diagram ni nini na nimeelezea electrical layout ni nini. Kwa kama unataka kuelewa kiundani zaidi schematic diagram ni nini na electrical layout diagram ni nini, unaweza kufuatilia video zilizopita. Kwa unaingia kwenye account yangu hiyo ya William Dachi, unaangalia kuna video zipo ambazo nimeelezea masuala ya michoro upande wa single phase na upande wa 3 phase. Kwa utaweza kuelewa nini maana electrical layout na nini maana schematic diagrams. Umeona? Lakini kwa leo nikupe tu kwa juu tu. Electrical layout diagrams ni diagrams zote ambazo zinakuwa zinaonyesha zile connection kati ya point moja na point nyingine, yani mahusiano, kwamba hii point na hii point vina uhusiano gani. Umeona? Labda kwa mfano taa hii hapa na taa hii hapa vina uhusiano, viko pamoja. Maana yake au vinawashwa na circuit moja. Na taa hii hapa na taa hii hapa havina uhusiano kwa sababu vinawashwa na source ya power tofauti. Kwa maana yake hapo kuna circuit mbili tofauti. Hiyo ndio electrical layout diagrams. Umeona? Lakini schematic diagrams yenyewe inaonyesha plan nzima ya designing, kwamba kwenye hili jengo lako kutakuwa kuna main switch ya njia ngapi, kwenye hili jengo lako kutakuwa kuna RCD yani circuit breaker ya aina gani, kama ni ya single phase ama 3 phase. Lakini kwenye hili jengo lako kutakuwa kuna labda kuna earth point, kutakuwa kuna earth, umeona, ambayo hiyo earth itakuwa treated, umeona, lakini ile earth wire yake labda itakuwa ni ya 4 core, umeona, au itakuwa ni ya single core lakini yenye square millimeter ngapi, labda ya 2.5 mm square au ya 4 mm square. Lakini pia kuna schematic diagram inakuwa inakuonyesha kwamba total circuit zilizopo kwenye jengo lako ni ngapi. Labda itakwambia kwamba kwenye hili jengo lako kutakuwa kuna circuit 3 ni za taa, labda circuit 2 ni za switch socket, circuit zingine labda ni za AC, circuit zingine labda za heater, circuit zingine kwa ajili ya fence, circuit zingine labda ni kwa ajili ya electric fence. Umeona? Taa za fence na electric fence circuit mbili tofauti.
labda circuit nyingine labda kwa ajili ya gate motor, kwa ajili ya ku control gate, kufunga na kufungua. Labda circuit nyingine labda ikawa inatumika labda kwenye labda taa, labda ikawa inatumika kwenye taa za ulinzi. Umeona? Kwa hiyo ndio schematic nini diagrams. Umeona? Inakuwa inaelezea plan nzima ya mchoro wako itakavyo kuwa. Lakini electrical layout yenyewe inakuwa inaelezea mahusiano kati ya point moja na point nyingine. Kwa hiyo ukitaka kuelewa zaidi, fuatilia video zilizopita. Kwa hiyo kisha kuwa sasa na ushachora sasa, ushapewa ule mchoro wa nyumba. Ukishapewa ule mchoro wa nyumba na unakuja unauchora kama ulivyo. Kwa mimi nimeuchora kama ulivyo unavyoonekana hapo, kwamba hii ndio sehemu, huku ndo hichi ni kivalanda, hapa ndo unaingia. Ukishaingia unaingia jikoni. Hapa ni store. Ukija huku hapa ni dining. Ukija huku ni nini? Ni sitting room. Umeona? Ukitoka ukija huku unafika unaingia kwenye chumba, ambacho hichi chumba kinatumia choo hichi hapa cha public. Pia na hichi hapa ni chumba tena kuja kutumia choo hichi hapa. Hapa kuna corridor, unaweza kaingia pia nini? Sitting room. Ukienda huko mbele unakuja unaingia kwenye hichi chumba kinatumia choo hichi hapa. Ukitoka unakuja hapa kuna chumba tena, ambapo hapa ina sehemu ya kabati, na hichi hapa ni choo. Kwa obvious hapa ni master bed room. Kwa ukishaelewa hivyo tausha chora, ushakamilisha hapo. Kinachofuata sasa, kabla hujaanza kuweka pointi zako, unakuja kuchora nini? Unakuja kuchora schematic diagrams before hujaanza kuweka point, kwa sababu ile schematic diagram ndio itakwenda kuelekeza wewe kitu cha kufanya. No. Kwa hiyo utachora hapo schematic diagram. Kama schematic diagram inakuwa inakuelezea kitu cha kwanza hapa utachora hapa utachora main switch yako. Hapa utaweka main switch yako. Hapo utachora. Hii ndio main switch yako. Hapa ndio center. Unachora kwa ustadi tu, simple tu and clear, hata bila kutumia kompyuta wala nini. Unaona? Hii ndio main switch yako hiyo. Umeona? Sasa hii main switch yako hii, hapo utachora hivi. Hii main switch yako itakuwa inapokea tail wire, ambapo tunaita ni lead in wire. Tail wire inapokea. Umeona? Inapokea kutoka wapi? Kwenye service line ya TANESCO. Sasa huko inatoka kwenye service line ya TANESCO. Kwa hiyo hii ndio lead in wire. Kwa hiyo inaonyesha kwamba tail wire inafanyaje? Tail wire inaingia sasa. Chora kwa ustadi. Kwa ustadi mzuri kabisa, kwamba hiyo tail wire yako ndio inafanyaje? Tail wire yako inaingia hapo. Umeona? Inatoka kwenye service line TANESCO. TANESCO anakuja kuunga kwenye tail wire anakuja kuingia kwenye nini? Kwenye main switch. Umeona? Sasa lazima umwambie kwamba hii tail wire ni ya size gani. Kwa hiyo utaangalia na ukubwa wa nyumba. Ukiangalia nyumba yako, hii nyumba yako ni kubwa sana. Kwa kama ni kubwa, matumizi obvious lazima atakuwa nini? Ni makubwa. Kwa hiyo kama matumizi yakiwa ni makubwa, kwa hiyo obvious lazima na ile source ya power kama main power ambayo inatoka TANESCO kuingia kwenye nyumba yako kupitia kwenye tail wire yako, ni lazima iwe ina size cross section area yake kubwa kulingana na load zilizopo kwenye nini? Kwenye nyumba, kama jinsi inavyoonekana. Hata kama load hakuna, hata kama hakuna vifaa vyovyote kwenye hiyo nyumba ni mpya, lakini kulingana na ukubwa wa nyumba, kwa maana yake kwa baadaye lazima vitu vitakuwa ni vingi
ambavyo vinatumia umeme, kwa obvious na load itakuwa ni kubwa. Kwa load ikiwa ni kubwa, ni lazima ipate tail wire ambayo inapokea source ya power kutoka TANESCO ambayo ina cross section area kubwa. Kwa hiyo mara nyingi waga na shauri lazima uweke tail wire ya 16. Umeona, ya 16 ndo nzuri na yani ndio beta kuliko zingine. Umeona. Kwa hiyo nakushauri uweke cross section area kwenye upande wa tail wire ya 16. Kama hauna hivyo unaweza kuweka ya 10, lakini kulingana na ukubwa wa nyumba jinsi ambavyo inaonekana, mtu kama amejenga nyumba kubwa ya kiasi hicho, kwa hawezi kushindwa kununua tail wire ya cross section area 16, kwa sababu watu wanashindwa kununua 16 kwa sababu ya kukimbia bei. Kwa hiyo kulingana na ukubwa wa nyumba kikawaida, kwa lazima ambaye alijenga nyumba hiyo kidogo anakuwa na kipato. Kwa kama akiwa na kipato, wewe kama designer, wewe kama fundi, ni lazima umshauri, umpe faida na hasara zake za kuwa na tail wire ambayo ina cross section area ndogo na cross section area kubwa. Kwa hiyo kimpa, kama ni muelewa atakuelewa. Kwa hapa kwa wewe unapokuwa na design, wewe uta design utasema kwamba hapa ni tail wire ya 16. Kwa utasema ni 16 millimeter square hiyo tail wire hiyo. Sasa ndio utasema tunaitaka kama ni leading wire. Umeona? Kwa sasa hii ndio main switch yako. Sasa main switch yako wewe sasa ndio una design kwamba niweke main switch ya njia ngapi, kwa sababu main switch zipo za njia tofauti. Kwa kuna ya njia 2, njia 4, njia 6, 8, 10, kuna 12 kwenye upande wa single wa single phase. Wa 3 phase njia ziko nyingi, 36, 48, 24, 12 na kuendelea. Kwa sasa sisi hapa tuna design kwamba mteja wetu atapokea umeme wa single phase. Kwa akipokea umeme wa single phase na nyumba yake hii hapa ni kubwa, kwa mimi nilikuwa na shauri hapo, kama una design mwekee bodi kubwa kabisa ya njia 12 ili aweze kuwa na uwanja mpana wa kuongeza circuit anazotaka yeye au vifaa anavyotaka yeye. Kwa ukiweka bodi ndogo wakati matumizi ya vitu ni vingi, kwa utajikuta sasa kuna circuit moja unakuta inakuwa inalisha vifaa vingi, ambapo inakuwa ni hatari zaidi kwenye upande wa main switch, lakini pia kwenye upande wa mtumiaji na vifaa wenyewe. Kwa lazima uwe na ile separation ya power, kwa separation na circuit. Kwa circuit ile usizi overload, unaweka circuit zinakuwa zina load ndogo. Kwa ili uweze kuwa na uwanja mpana kuweka circuit nyingi ziwe zina load ndogo, ni lazima uwe na main switch ambayo ina njia nyingi. Umeona? Kwa hiyo ukiweka main switch ambayo ina njia nyingi, kwa utaweka ule uwanja mpana wa circuit kuwa na load ndogo. Ukiweka circuit main switch ambayo ina njia ndogo, kwa hiyo utasifanya circuit kuwa na load kubwa ambayo inakuwa ni hatari zaidi kwenye vifaa na mtu ambaye anaitumia hivyo vifaa, lakini pia kwenye jengo nzima unaweza kusababisha hatari. Kwa sababu nyumba inaonekana ni kubwa, kwa hiyo wewe utaselect a main switch kulingana na nyumba jinsi ambavyo unavyoiona. Ukiangalia nyumba ina vyumba 4, ina sitting, ina dining, ina kitchen, ina public toilet, pia huku lazima itakuwa ina mataa nje, lakini huyu atajenga fence, kwa load lazima itakuwa kubwa, kwa uwezo kuweka main switch ndogo. Kwa hapa tutasema kwamba hii hapa ni main switch yetu, sisi tutasema kwamba ni ya njia 12. Kwa utasema ni 12 ways. Distribution board. Unaona? Baada ya hapo utamwambia kwamba hii ni bodi ya njia 12, lakini hii bodi itakuwa na earth wire ambayo inaingia kwenye bodi. Umeona? Ambayo hiyo earth wire itaenda kuwa treated sasa.
utakwenda kuitreat huko, unaiwekea chumvi nini huko. Umeona? Kwa utaambia itakuwa nini? Itakuwa na nini? Itakuwa ina earth wire. Kwa ustadi tu. Earth wire yako. Umeona? Yaani una design unavyotaka wewe. Sio na shida, una design unavyotaka wewe. Kwa utasema hii ni earth. Board yako itapata earth. Umeona? Kwa utasema huu upande wa chini huu. Upande wa chini utaita kama ni nini? Upande wa chini utaita kama ni earth point. Umeona? Alafu hapo utasema kwamba ni itakuwa ni 1 core uta times. Unaweza kuweka ni 4 mm square. Single nini? Single wire. Kwa unaweza kusema kwamba huo wire wako wa earth ni wa milimita 4 lakini ni wa single. Kwa nimeweka hivyo kwa sababu gani? Kulingana na nyumba ni kubwa. Kwa nyumba ikiwa ni kubwa itakuwa na matumizi makubwa, hata fault zitakazokuwa zinatokea hapo zitakuwa ni kubwa. Kwa kama fault ikiwa ni kubwa, kama umeweka earth wire ambayo hii earth wire inakuwa kama ndio njia kusafirisha hiyo fault kutoa ndani kupeleka nje. Ukiweka ndogo inakuwa ni shida, unaweza kusababisha ikamelt au ikamate, ikimelt itashindwa kufanya kazi yake vizuri. Kwa weka ambayo ina cross section area kubwa, ili hata kama fault inatokea ni kubwa iwe na uwezo wa kuhandle hiyo fault. Kwa mimi naweka wa 4 mm. Japokuwa wengine wanatumia wa 2.5 mm. Kwa baada ya hapo sasa tushaona kwamba nyumba yangu itakuwa na main switch, itakuwa na tail wire, lakini pia itakuwa na earth. Kwa baada ya hapo sasa ndo utakwenda kuonyesha sasa itakwenda sasa kuonyesha sasa nini? Itakwenda kuonyesha lakini pia hapa natakiwa sasa nikuonyeshe hapa kuna kitu ambacho nimekisahau. Hii hapa ni tail wire. Tail wire ishapokea umeme kutoka service line ya TANESCO. Hii tail wire kabla haijaingia kwenye main switch inapitia kwenye RCD. Kwa obvious hapa kutakuwa kuna nini? Kuna RCD. Simba yake inakuwa kama hivi. Kwa hapa kutakuwa kuna nini? Kuna RCD. Kwa hapo utasema nini? Hii ni RCD ambayo utasema kwamba ni circuit breaker maana yake ya, kwa sababu ni ya single phase utasema ni ya 63 ampere. Umeona? Lakini nini tripping current yake ni 300 miliampere. Nini hapa? RCD. Umeona? Circuit breaker. Kwa hiyo kutoka tail wire naingia kwenye circuit breaker, baadaye unakuja kwenye nini? Kwenye main switch. Kisha maliza hapo ndo unachora sasa nini? Unachora nini? Unachora sasa circuit zako sasa. Kwa hiyo nyumba itakuwa na circuit ngapi zinazoingia kwenye nini? Kwenye main switch. Utachora kwa sababu main switch ni njia 4, ni njia 12. Kwa hiyo ni lazima itakuwa na circuit 12. Kwa circuit zinatokana na inatokana na idadi ya njia zilizopo kwenye nini? Kwenye main switch. Kwa main switch kama ni ya 12 na circuit zitakuwa ni 10 na ngapi? 12. Kwa hapo ni lazima utachora circuit 12. Au mstari wa katikati huu nimeukosea. Huu ni wa katikati. Mara nyingi sana unakuwa ni dotted. Kwa hapo utarekebisha. Huu unakuwa ni dotted huu. Huu maana yake ni wa earth. Sababu kila circuit lazima iwe na earth, na neutral, ina live. Kwa hapo utaweka wewe dotted. Nimeukosea kuchora full. Huu ni wa earth, utakuwa dotted. Utachora kwa dotted. Baada ya hapo unachora ni mstari wa earth, unakuja unachora mstari wa hapa niweke sentimita 1. Sentimita hapo 1 na hapo 1. Hapo unachora mstari wa, huu ni mstari wa live. Kutoka gap moja, line moja mpaka line nyingine imeweka sentimita 1. Kwa hiyo ni wewe jinsi unavyo design, wewe ndio utafanya unavyotaka wewe.
hapo. Umeona? Baada ya hapo, hapa uga tutafanya kama tunaunga hapa. Nafanya hivyo. Lazima ulete muonekano mzuri. Hapo ni kama tunaunga. Kwa uga tunafanya hivyo. Lazima ulete muonekano. Umeona? Kwa ndo tunafanya hivyo. Hii katikati tunakwambia goga na kuoga nini ni dotted. Yote paka juu. Kwa huu mstari wa juu, huu hapa wa kwanza ni ndo live. Maana yake ndo mstari unapata power. Huu wa katikati unakuwa ni earth, afu huu wa mwisho ni neutral. Kwa sababu ni single phase. Ingekuwa ni 3 phase, maana yake hapa line zingekuwa ni ngapi? Zingekuwa line 4. Zingekuwa line 5. Ingekuwa ni 3, ingekuwa ni 3 phase. Ingekuwa ni 3 phase, ingekuwa line 5. Kwa hiyo ingekuwa kuna earth, kuna neutral, alafu kuna phase 1, phase 2, phase 3. Lakini kwa sababu ni single phase, hapa unaweka line ngapi? Line 3. Kwa sasa tunakwenda kuweka sasa zile nini? Zile nakwenda kuweka 1 2 3 4 5. Nakwenda kuweka sasa nini? 1 2 3 4 5. Sakiti ya kwanza 1 2 3 4 5. Sakiti ya pili tunaruka 1 2 3 4 5. Naruka 1 2 3 4 5. Tunaruka 1 2 3 4 5. Tunaruka 1 2 3 4 5. Tunaruka 1 2 3 4 5. Naruka hapo 1 2 3 4 5. Naruka 1 2 3 4 5. Naruka 1 2 3 4 5. Naruka hapo. Kwa kiangalia hapa kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4, kuna 5, kuna 6, kuna 7, kuna 8, kuna 9, kuna 10. 1 2 3 4 5. Kuna 11. Tunaruka 1 2 3 4 5. Ya, kuna 12. Kwa hiyo unatakiwa upangilie mpaka sakiti zako zote zifanyaje? Ziweze kufanyaje? Kuenea. Kwa hapo tunakwenda tunachora hapo sasa kiti yetu kama inavyoonekana. Hapo. 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 Nafuata huyo wa pili, huyo ndo wa pili.
pili huyu. Tatu. Kwa inakuhitaji uwe uchole vizuri mchoro wako ili atakayesoma aweze kuuelewa kiundani zaidi. Hapa ni ya tatu hiyo. Kuja ya 4. Ndio hiyo hapo. Hii ndio ya 4. Kuja ya 5. Ya 5 hiyo. Kuja ya 6. Ya 6 hiyo. Ya 7. Nane. Tisa. Kumi. Hapa 11. Ona hapo. Basi kwenda hapo naweka dotted, 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 dotted hapo, dotted hapo, dotted, dotted hapo. Hii inaonyesha kwamba ina mahusiano na hii line. Inaonyesha ina mahusiano sababu natoka kwenye live na kwenda kwenye earth. Kwa vitaki kuonekana kama vimekuwa connected. Kwa lazima uchore kwa mtindo ambayo hata yule ambaye atakayokuwa anafanya tafsiri ya mchoro wako awe anaelewa zaidi. Na hii pia haina uhusiano.
inatoka kwenye earth na kwenda kwenye neutral. Umeona hapo? Tachora kwa ustadi. Achana mimi. Umeona hapo? Umeona? Kwa ustadi. Hii unaweka dot. Yeah. Dot. Hii inaonyesha kwamba maana yake hii line imeanzia hapo. Kwamba hapa ndio imeanzia. Ndio maana kuweka hii dot. Umeona hapo? Baada hapo unaweka kama curve. Unaona? Hii unaipa kama curve. Hii. Maana hapo ndo unakuwa unaweka zile amps zako. Ndio, yani hii ni designing. Kwa unafanya wewe unavyotaka. Mimi nimeweka hivyo. Wewe unaweza usiweke hizi curve ukaweka full. Kwa designing ni maana yake ni kwamba wewe ndio unabuni. Na designing haina kwamba ni lazima zifanane, yani zifanane, hapana. Kwa kila mtu ana design anavyojua yeye. Umeona, cha msingi tu ni kwamba pale utakapokuwa na design, yule atakayekuwa na tafsiri awe anaelewa kile ulichokiweka hapo. Kwa hiyo unaweza, mimi naweka hizi curve, maana yake zile amps zangu kwenye circuit zitakuwa zinakaa huko. Zitakuwa zinakaa huko. Hii imekuwa kubwa sana. Hii ni neutral. Unapokuwa na design ni lazima uwe mfuatiliaji sana wa vitu. Kuna baadhi ya alama lazima uwe unazijua kwenye michoro zinakuwa zinamaanisha nini. Ukiziloop au kionekana tu hivi unajua kwamba hii inakuwa inamaanisha neutral au inamaanisha earth. Kama jinsi ambavyo tunapofanya earth tunaipa dotted. Kwa ukiona line ambayo inakuwa na dotted unajua kwamba hii ni earth. Sasa hizi loop ni mara nyingi sana zinakuwa zina represent neutral. Kwa ukiona kwenye diagrams yoyote ya wiring au ya kiumeme inakuwa iko hivi, unajua hapa hii ni earth. Lakini kuna wengine wanapenda kuficha white wanapokuwa wana design, hawakuonyeshi direct. Kwa ukipata design ambayo anakuwa anakuonyesha, anakuwa anakurahisishia. Nadhani naeleweka hapo. Anakurahisishia. Kwa mpaka hapo unaona jinsi ambavyo inakuwa, yani inakuwa inapendeza yani. Lazima ukichora lazima uonyeshe, uchore vizuri ambapo inakuwa hata kwa sababu unapokuwa unachora baadaye utapeleka sehemu kwa ajili ya ukaguzi ili mtu aweze kuwekea umeme. Kwa yule ambaye sasa anapitisha mchoro wako, waga na asili ya kukagua. Kwa kuna kipindi unaweza kukuta una apply, mchoro wako unarudishwa. Na anakuandikia kabisa pale, ana comment pale kwamba labda mchoro umeuchora vibaya. Kwa ni lazima uchore vizuri. Kuchora vizuri hata yeye mwenyewe anakuwa anashindwa ni wapi atakukosoa. Umeona? Au ni kitu gani ambacho kinaweza sababisha akaurudisha mchoro wako. Kwa ni lazima uonyeshe kwamba ulichokifanya unakifahamu vizuri. Kwa baada ya hapo sasa unaziloop sasa. Mimi nataka zilingane, ndio maana nafanya hivi. Nataka, yani lengo langu nataka zilingane.
lengo langu nataka zilingane. Nadhani hapo unaelewa. Sio ushindwe hata kuchora schematic diagram, ushindwe kuzijua. Kwa maana nimekuwekea hapa na kuelezea kabisa inavyokuwa. Kwa hiyo unapokuwa na design unajua kabisa una design kitu gani. Schematic diagram inatakiwa ionekane vipi. Kwa sababu yule ambao labda ni wa TANESCO, yule ambao anamtumia mchoro, kwa lazima aone schematic diagram, lazima hiyo. Yaani hiyo ni lazima. Umeona? Hichi ni muhimu sababu lazima angalie tail wire inatoka wapi. Service line imeanzia wapi, lazima. Kwa hiyo schematic diagram ni kitu muhimu. Kwa hiyo ni lazima umuonyeshe. Kwa baada ya hapo sasa mstari waga unaendelea huu wa katikati. Hapa. Huu hapa. Huu ndo wakati unakuwaga wa katikati. Huu unaanzia hapa. Unakuja. Huu ni wa eighth huu. Unakuwaga hivi. Alafu unakuja katikati. Huu ndo unaonyesha circuit zako sasa. Kwa maana yake ni circuit ya kwanza. Unakuja hii hapa ni circuit ya pili. Unaanza katikati wa eighth huu. Umeona? Hii ni circuit ya pili. Kwa make sure circuit mara nyingi sana zinaendana na idadi ya njia zilizopo kwenye main switch. Kwa hiyo utachora circuit kulingana na main switch yako inavyoongea. Kwa hiyo usije ukaweka hapa njia 3 na kwanza kunaga ya njia 3. Ukaja kuweka njia 2 au njia 4 au njia 6 wakati bodi yako ni ya njia 10. Kwa hata yule ambaye anaupitisha mchoro anajua kwamba huyu jamaa anafanya kitu asichokijua. Anasema bodi ni ya njia 4, mbona hapa inaonekana kwamba kuna circuit 3? Circuit 2. Umeona? Au circuit 6 zimekuwa zaidi. Kwa hicho ni kitu cha kuzingatia. Nimekutana sana na vijana wengi hivyo. Anaruhusiwa kuidhinisha michoro, lakini michoro yake kila akiapply inarudishwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo kama hivyo anakuwa hafahamu. Kwa hiyo ni vizuri ukajifunza kwa mapana zaidi. Umeona hapo? Kwa njia 12 inakuwa na circuit nyingi sana, 12. Kwa hiyo ni lazima utumie muda mrefu kuchora. Inakuwa haina jinsi. Usione kama mbona natumia muda mrefu. Njia ni nyingi. Njia 12 ni nyingi. Kwa hiyo lazima uchore vitu vinavyoonekana. Ile michoro iliyopita nilikuwa naweka jengo dogo. Kuna kuta labda ni njia 4, njia 6. Kwa maana tunatumia muda mchache. Sasa hii ni njia 12, kwa hiyo lazima itakuwa ni very complicated. Utatumia muda mrefu kuchora. Kwa kama unataka kuelewa ni lazima unifuatilie mwanzo mpaka mwisho. Umeona? Hapa upotezi kitu. Inamaanisha next time hapa unachora mwenyewe vizuri. Umeona hapo? Kwa maana yake ni circuit zetu hizo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Na njia ni bodi yetu ni njia 10 na ngapi? 12. Kwa baada hapo lazima uzitenganishe kuonyesha kwamba circuit hii ina uhusiano na hapa, hii ina uhusiano na hapa. Kwa ustadi. Umeona hiyo? Umeona hiyo? Umeona hiyo? Yeah. Umeona hiyo? Unaziunga hizi zote. Sababu ziko 3, kwa kutoka kuna neutral,
kuna live, kuna earth. Kwa zote tatu ndio zinakamilisha circuit. Unaona hiyo? Kwa ningesema zote hizi schematic diagram na electrical layout diagram ni cholee sehemu moja. Kwa jinsi mchoro unavyoonekana hapa, usingeweza kufanyaje? Usingeweza kuenea. Ndio maana nimetumia page mbili za A4 tofauti. Kwamba page moja idili na nyumba tu ambayo ni electrical layout, afu page nyingine ndio ije kwenye schematic diagram, afu kile kipengele cha symbol and description pamoja na load iwe upande mmoja. Kwa hiyo page moja nikagawa schematic diagram na upande wa load pamoja na symbol and description. Kwa hiyo ukiona mpaka hapo unakuwa umefanyaje? Unakuwa umekamilisha. Kwa hiyo schematic diagram hapa sasa ndio natuelezea ili jengo letu jinsi ambavyo itakavyo kuwa. Kwa hiyo ukishamaliza sasa hapo, ukishamaliza mpaka hapo, maana yake unakuwa umefanyaje? Umekamilisha kwenye upande wa schematic diagram. Na ukishamaliza kwenye upande wa schematic diagram, hapo sasa ndio unaruhusiwa sasa kwenda kuchora point kwenye electrical layout diagram. Hichi kipengele cha symbol and description pamoja na load ni kipengele cha mwisho, kwa sababu zile symbol utakazoziandika hapa unaziandika kulingana na point ulizoziweka huku. Kwa uwezi kuanza kuandika symbol wakati hujajua huku unaweka kitu gani. Kwa huku utakachokiweka huku unakuwa na kitafsiri kuja kukiweka hapa. Ndio maana hii upande unaweza usidili nao, ukadili nao kwa baadaye ukishamaliza. Lakini schematic diagram ni lazima uanze kwanza kabla hujaanza kuchora. Kwa sababu unaweza ukajikuta huku unaweka body lakini hujajua body itakuwa ni njia ngapi. Na atakaye kuambia ni njia ngapi ni schematic diagram. Lakini pia earth point, schematic diagram ndio atakwambia kwamba hapo ukiweka point hapo lazima uweke point ya labda ni point ya labda earth wire iwe ni ya 4 ama ya 2. Umeona? Lazima itakwambia circuit breaker itakuwa wapi hivi, tail wire inaanzia wapi, circuit zitakuwa ngapi. Kwa uwezo kuweka idadi ya circuit bila kujua huku kwenye bodi yako zitakuwa ngapi. Kwa hichi ni kipengele ambacho ni lazima kwanza uanze kukichora, afu baadaye ndio uje kuchora weka hizo pointi zako, mwisho ndio uje kumalizia kwa symbol description pamoja na load. Ndio maana tumefanya hivyo. Kwa hiyo kishamaliza hapo sasa ndio tuje sasa kwenye upande sasa upande wetu sasa wa pili, ambapo tukasema kwamba leo tutadili na upande wa kwenye master bedroom. Tuangalie vitu muhimu vinavyohitajika unapokuwa unataka kuchora kwenye upande wa master bedroom. Kwa leo tutadili na bedroom. Tukimaliza bedroom tutakwenda dining. Tukimaliza bedroom tutakuja kwenye hizi rooms zingine hizi tatu. Tukimaliza hapo room 3 tutakuja sitting room, tutakuja dining, tutakuja kitchen, tutakuja store, tutakuja hizo corridor, tutakuja taa za nje. Umeona? Na tutaangalia kwenye taa upande wa taa za kwenye fence. Umeona?